Si kweli kwamba maombi yako hayajajibiwa. Maandiko yanasema katika Yohana ile 15 kuanzia mstari wa 7 ya kwamba ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakakaa ndani yenu, ombeni lolote nanyi mtapewa. Lakini mstari nyuma anasema kwamba mimi ndimi mzabibu nanyi ni matawi. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu ili muweze kupata kuzaa matunda. Maana kila tawi lisilozaa matunda hukatwa na kutupwa likateketezwe kabisa. Lakini tawi lizaalo matunda, Baba ambaye ndiye mkulima hulisafisha ili liweze kuzaa sana. Kwa hiyo issue sio kwamba maombi yako yamejibiwa au la. Issue ni kwamba je, uko ndani ya Yesu? Uko ndani ya mzabibu wa kweli? Ukiwa ndani ya mzabibu wa kweli, kuna wakati wa mzabibu kuzaa matunda na kuna wakati wa mzabibu kuchipua, kuna wakati wa mzabibu kuweka maua na kuna wakati wa mzabibu kuvunwa. Kwa hivyo ni process tu, ni swala la muda na ni swala la nyakati. Mhubiri anasema kila jambo lina wakati wake, wakati wa kupanda, wakati wa kuvuna. Wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kucheka na wakati wa kulia. Kwa hiyo issue sio kutafuta mchawi ni nani pale ambapo unapitia wakati wa kupanda. Issue sio kutafuta mchawi ni nani wakati ule unapitia wakati wa kupalilia, alafu wakati unapitia wakati wa mavuno useme ndio wakati wa baraka. Hapana, nyakati zote kwa yule ambaye yuko ndani ya Kristo ni nyakati ambazo maombi yake yamejibiwa na amekwisha kupewa. Kwa hiyo nyakati zote ni nyakati ambazo huyu mtu aliyeko ndani ya Yesu tayari yeye kaisha jibiwa maombi, tayari kaisha pewa maombi, kwa sababu yuko ndani ya Yesu na maneno ya Yesu yako ndani yake. Ahadi za Yesu ni ndio na amina, hazijawahi kubadilika. Ni swala la muda tu huyu mtu kuanza kuvuna. Shalom. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4 mstari wa 6. Lakini maarifa yapo hapa. Tunafichua siri zilizofichika katika maandiko na kufunua historia ya Biblia kwa undani. Kwa maana imeandikwa, mtaijua kweli nayo kweli itawaweka huru. Follow, save na share. Karibu ujifunze na upate kuwa huru. Asante.